Mungu anasema, akasema, sikizeni enyi Yuda wote, nanyi nyote mkao Yerusalemu, nawe mfalme Yehoshafati, hili ndilo Bwana asemalo kwenu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu jeshi hili kubwa, kwa maana vita hivi si vyenu, bali ni vya Mungu. 16 maandiko yanasema, kesho shukeni kukabiliana na wao, watakwea kupandia gege la sisi, nanyi mutakuta mwisho wa bonde kabla ya jangwa ya Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Kaeni kwenye nafasi zenu, simameni imara, mkauone wokovu atakaowapatia enyi Yuda na enyi Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni kwenda mkawakabili, naye Bwana atakuwa pamoja nanyi. Yehoshafati akainamisha uso wake chini, nao watu wote wa Yuda na Yerusalemu wakaanguka chini ili kuabudu mbele za Bwana. Ndipo baadhi ya Walawi kutoka Wakohathi wana wa Kora wakasimama na kumsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kubwa sana. Asubuhi na mapema wakaondoka kuelekea jangwa la Tekoa. Walipoanza safari, Yehoshafati akasimama akasema, nisikilizeni enyi Yuda, enyi watu wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, hivyo mutadhibitika. Wasadikini manabii wake, nanyi mutafanikiwa. Alipomalizia kushauriana na watu, Yehoshafati akawaweka watu na kumwimbia Bwana na kumsifu katika utukufu na utakatifu wake, alipokuwa ametangulia mbele ya jeshi, wakisema, mshukuruni Bwana kwa kuwa upendo wake ni wa milele. 22 na mwisho maandiko anasema, walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao dhidi ya watu wa Amoni, Moabu na wale wa milima Seiri waliokuwa wamekuja kuishambulia Yuda, nao wakashindwa. Mungu alibarikie andiko la Bwana. Ngaidadi mendelo shake. Leo ninataka nishukuru Mungu kwa sababu amenituma na neno, na ile neno ambalo amenituma nalo ni neno ambalo ni langu, na pia ni neno ambalo ni la kwako. Maandiko yananiambia ya kwamba kuanzia mwanzoni kulikuwa na vita, kuanzia mwanzoni kulikuwa na shida, na kuanzia mwanzoni kulikuwa na matatizo. Wacha nikwambie, ukitembea safari ukiwa na Mungu lazima utashinda. Amen. Ukianza kutembea safari ukiwa na Mungu utashinda. Ukianza kutembea safari ukiwa umeinuliwa na Mungu utashinda in Jesus name. And the Bible tells me, na wakati wote wana wa Israeli walipokuwa wanakutana na vita, walikuwa wanainua mikono ya Musa juu, na wakati wote mikono ya Musa ilikuwa juu. The word of God said, wana wa Israeli walikuwa wanashinda vita. Naongea na mtu ambaye atashinda. Amen. Kuna wimbo ambao tunaimba tukisema, sitoroki vitani ataye kufa, hata shetani na ashindwe. Hatutageuka vita, hatutaacha kupigana, hatutaacha kusimama wima, maana kuna Mungu ambaye atanitetea, maana kuna Mungu ambaye atakupigania. Haleluya. Maandiko yakasema katika kitabu cha Yoshua 1 mlango wa kwanza na mstari wa 9 unasema kwa lugha ya Kimombo, am I not commanded you? Yaani kile ambacho tunahitaji kukua nacho ni ya kwamba Mungu ametupatia amri. Have I not commanded you to be strong and to be courageous? Ya kwamba hautahitajika kuogopa, ya kwa sababu Mungu ako pamoja nawe. Nataka kunena na mtu ambaye anasikia maisha yake iko chini, anasikia familia yake iko chini. Biblia inasema Mungu amekuagiza, simama wima tu. Amen. Simama wima tu. Maandiko ambayo tumesoma ni maandiko ambayo yananitia nguvu na yanakutia nguvu siku leo, ya kwamba hautahitaji kupigana vita, hautahitaji kujitetea, hautahitaji kujisimamia.
atakupigania, maana Mungu mwenyewe atakupigania, maana Mungu mwenyewe atakushindania, maana Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nawe mpaka ukamilifu wa dahari. Mungu atakuwa pamoja nawe. Biblia inaniambia ya kwamba na Yehoshafati akapewa nafasi ya kuongoza wana wa Yuda na wana wa Yerusalemu, na wakati wanaambiwa waongoze ni wakati ambapo kuna vita, lakini Mungu akanena naye akamwambia, waambie watu hawa wa kutoka Yuda na wa kutoka Yerusalemu ya kwamba wasiogope, wasimame wima tu. Kuna wakati unahitaji kupigana, kuna wakati unahitaji kujitetea, kuna wakati unahitaji hata kuongea, kuna wakati unahitaji hata kufanya kitu. Biblia inaniambia ya kwamba wakaambiwa wasimame wima, ni kwa sababu hizo vita sio vyao. Kuna yule aliye mbinguni ambaye anapigana kwa niaba yao. Kuna Mungu ambaye atapigana kwa niaba yako. Ninasema kuna Mungu atateta kwa niaba yako. Kuna Mungu atasimama kwa nafasi kwa sababu yako. Kuna watu Mungu ambaye ataongozana nawe hata ukiingia kwa vita. Mungu atapigana tu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Hii maisha ambayo tunakaa hapa sio maisha ambayo ni rahisi, sio maisha ambayo ni ya kupendeza sana, lakini katika hiyo maisha mazito ulio nayo, kunaye Mungu ambaye atakuondolea uzito. Kunaye Mungu ambaye atakuondolea madharau. Kunaye Mungu ambaye atakuondolea kicheko. Yehoshafati akaambiwa, waambie wana wa Israeli, waambie wana wa Yuda na wana wa Yerusalemu, hizi vita sio vyao. Si kama kuna mtu ananisikia kweli ya kwamba hii vita, ya kwamba mambo haya si yako, wachana nayo, uko na mtetezi. Ya kuachana nayo, kunaye ambaye atakupigania. Wakati hauna wa kukupigania, kuna Mungu. Wakati hauna wa kukutetea, kuna Mungu. Wakati sauti haiwezi kutoka, wewe simama tu, wewe simama tu. Nasema na mtu hapa, nikwambia kwamba simama tu. Wachana na wao wakupige vita, wewe simama tu. Wachana na wao wakuteteshe, simama tu. Wachana na wao wakupige vita, simama tu. Simama tu. Simama tu. Nasema simama tu. Simama tu. Simama tu. Hata usichukue kitu. Wanapokutusi simama tu. Wakikudharau simama tu. Hata wakikutegelea simama tu. Yuko mtetezi. Yuko mtetezi. Huyo haonekani na macho ya kidunia. Katika kitabu cha Kutoka 14 maandiko yanasema, na wana wa Israeli wakaangalia mbele yao, wakaona haya ni maji mengi. Walipoangalia nyuma yao, wakaona Farao na jeshi lake. Mtu wa Mungu, unaweza kuwa umeketi hapa, unapoangalia mbele unaona hakuna njia, unapoangalia nyuma unaona hakuna njia. Simama wima tu. Yuko mtetezi atakaye kutetea, yuko mtetezi atakaye kupigania. Nasema na mtu wa mahali hapa ya kwamba yuko mtetezi. Mtetezi yuko atakaye pigana vita vyako, atakaye tetea watoto wako, atakaye tetea kazi yako. Ninaomba Mungu akutetee, ninaomba Mungu akupiganie, maana vita sio vyako, vita ziko na mwenyewe. Kuna kitu kwa sipendi mtu aniambie ya kwamba nimekuachia Mungu. Afadhali upigane na mwanadamu kuliko kupigana na Mungu. Maana vita vya Mungu hautaweza. Na wewe ambaye umezoea kila wakati unateta tu na watumishi wa Mungu, kila wakati tu unaendelea na kudhihaki watumishi wa Mungu, wacha nikwambie, yuko tu mbinguni ambaye anatetea wanyonge. Wewe uliye hapa tetewa na Mungu. Wewe uliye hapa piganiwa na Mungu. Hata watoto wako wainuliwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yakaniambia katika kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 14 na 15,
kutetea watu wake. Mungu anajua kupigania watu wake. Mungu anajua kusimamia watu wake, na hata anajua kuwatengenezea njia. Ninaomba akutetee na akutengenezee njia. Wamekaa kamati mahali wakawaza, wakaona huyu mtu hatawaiendelea. Nimekuja niseme utatetewa na Mungu na utaendelea. Wapende wasipende, tunasonga mbele. Wapende wasipende, tunasimama wima katika jina la Yesu Kristo. Wacha nikwambie, hauwezi pendwa na kila mtu, na uwezi chukiwa na kila mtu, na hata mtu wa familia naweza akakuwekea break. Lakini wacha nikwambie, mteule wa Mungu aliye mahali hapa, wachana na wao weke break. Lakini utapita tu. Mungu atatetea familia yako, kazi yako inatetewa, watoto wako wanatetewa. Mungu anapigana nao wanaopigana nasi. Mungu anateta nao wanaoteta nasi. Hebu imagine, kuna watu hawalali wakifikiria vile wewe unafaa uanguke. Kabla utafika chini watakuwa wameenda chini. Praise the Lord. Kuna watu wakikaa kamati, nani you become their topic. It is because you are at the top. It is because naomba Mungu akuweke juu so that you become their topic. Hallelujah. Utahitaji kusimama wima tu. Utahitaji kusimama wima tu. Hata usipigane, hata usijitetee. Usijitetee. Wacha Mungu akutetee. Wacha Mungu akupiganie. Kaini tunakoma. Nanga hivi tunalalasia. Anaona ni nini ambacho Sara anapitia. Anaona ni nini ambacho ule Sara mwingine anapitia. Hakitamani simama tu wima. Mimi nimejifunza na kwamba mtu akinikosea, I have learned to say it is okay. Mtu anaweza nikosea ama nifanye kitu na kiniumiza, lakini I will just say it is sometimes it's good to be okay, even if when things are not okay. Unasema it is okay, na wewe unajua tu wakati unasimama wima tu na umesema it is okay, the Lord in heaven will fight your battles. Unaweza sema okay na ndani yako hauko okay. Mungu wa mbinguni anaona katika siri, anaona na anajua kile unapitia, na anajua kila familia yako inachopitia. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninaomba utetewe na Mungu sasa. Ninaomba upiganiwe na Mungu sasa. Ninaomba usimamiwe na Mungu sasa. Haijalishi kamati zinasema nini, kamati za roho chafu, kamati za roho chafu, kamati za roho chafu. Mtoto wangu hawezi kuendelea, kamati za roho chafu. Mzee wangu hana kazi, kamati za roho chafu. Ajali kwa familia, kamati za roho chafu. Hazina uwezo, nasema hazina uwezo, na hata mawazo yao hayana uwezo katika familia zetu na katika maisha yetu. Mahali ambapo shetani wakati mwingine anatufinyilia, kuna Mungu anajua kututoa hapo. Mahali ambapo wanadamu wanataka kutuweka, kuna Mungu ambaye anaweza kututoa hapo na akatupeleka viwango vingine. You only need to stand still. Simama wima, usitete, usipigane, usibishane nao, wachana nao. Wacha watete tu, wacha wakubalike majina, wacha wakuongelee, wacha wakuwekee mitego, but don't do anything. Jehoshafati akaambiwa waambie wana wa Yuda pamoja na Yerusalemu ya kwamba hivi vita si vyao, na wewe hiyo kitu unapitia si chako, kina mwenyewe. Wachia Mungu, let God do it. Wacha Mungu afanye. Mungu anajua kufanya, Mungu anajua kutenda, Mungu anajua kuinua, Mungu anajua kubariki, anajua kuondoa, anajua kuondoa giza. Giza inaondoka na wewe unapita. Giza itaondoka na upite in Jesus name.
Giza itaondoka na tuinuliwe in Jesus name. Giza itaondoka na tusimame wima in Jesus name. Na walio Tanzania kutuona nyuma, nataka nianze kutangaza wale walio Tanzania kukuona wewe ukiwa umebaki nyuma, waambie watangulie mbele, maana wewe uko huko. Haleluya. Mwimbaji mmoja kutoka TZ alimba akasema, usinitafuta mahali uliponiacha jana, maana mimi nimeshasonga. Haleluya. Mungu atakubariki usonge. Mayuka kumanda wana utiete. Makezi yasio walilo unaendi. Mayuka kumanda wana utiete siya siyaku. Mayuka kumanda wana utiete tagia wabu utaende. Mayuka kumanda wana utiete na upika. Hawata kupata. Hawata kupata. Hawata kupata. God is taking you to another destination. Mungu anakupeleka mbele. Ndani mbele tunaenda. Nasema tunaenda mbele. Nasema ni mbele. Nasema ni mbele. Nani wewe unaenda mbele? Bora Mungu akushike mkono. Learn to say it is okay, even when things are not okay. Mtu anaweza kukuumiza moyo. Ana mimi nilijifunza. Unanikosea, hapo unafanya tu kitu. Ana just tell you sawa. It is okay. Kwa sababu ninajua kuna Mungu. He will make things okay in Jesus name. Mungu wetu he will make things okay. Hata wakati zinaonekana haziwezekani. Akawaambia akamwambia Yehoshafati, tell the people of Judah and Jerusalem, wasiogope. Hata wewe usiogope, simama wima. Usiogope, just stand still. Simama tu. Na akasema waone wokovu nitakao kuletea. Simama wima, uone wokovu ambao Mungu ataleta kwako. Uone baraka ambazo Mungu ataleta kwako. Uone kibali ambacho kitambulishwa kije kwako. In Jesus name. Mungu atubariki sana. Hebu na tusimame.